Habari. Leo katika kipindi chetu kipya, katika programu yetu mpya inahusiana na masuala mbalimbali ya vijana ya NGV, yani Next Gen Voices. Kwa lengo gani? Hiki ni kipindi maalum ambacho kinahusisha mahojiano mbalimbali, mahojiano yangu pamoja na vijana mbalimbali, kuangalia malengo yao kwa siku zijazo, kuangalia matarajio yao, kuangalia historia zao, ups and down, yani sehemu walizopanda wakashuka, changamoto walizopitia, masuala mbalimbali ya kielimu, mahusiano, afya na burudani, pamoja na masuala mengi yanayohusu vijana. Hivyo siku ya leo niko na mgeni hapa, mwanadada kwa jina la City, lakini nadhani itakuwa vyema akijitambulisha ili tuweze kuendelea. Mambo vipi? Mambo poa. Mzima? Mzima. Labda ungejitambulisha, watu wakufahamu, wajue wewe ni nani, wajihusisha na nini, ili tuweze kuendelea. Asante. Kwa majina naitwa City Yasini, ni mwanafunzi wa shahada ya ualimu chuo kikuu cha Tumaini Makumira, nasoma Kiswahili na Kiingereza. Nashukuru. Kumbe niko na mwalimu hapa, mwalimu wa Kiswahili na Kiingereza. Jambo zuri. Na mara chache sana kwa siku hizi, kwa sababu unakuta vijana wengi taaluma hii ya ualimu kuna namna ambavyo wanaichukulia. Sasa nimeshangaa kidogo kuona mwanadada ananiambia anasoma ualimu, maana wengi wanaonaga kama ualimu ni kupoteza, ukaenda kwenye ualimu upoteze. Sasa natamani nifahamu kwamba City, ilikuwaje wewe ukaingia kwenye kada hii ya ualimu? Kwenye ualimu kwanza ni kitu nilikuwa napenda kutokana na kidato nilipopita kwenye shule msingi, imeniinspire kuwa mwalimu. Sekondari nimetamani pia, kutokana na walimu walikuwa wananifundisha. Nilipenda vile walivyokuwa wananipeleka pale shule. Kwa hiyo nikatamani na mimi nije nisaidia mwingine na mwingine na mwingine. Ni kitu kizuri tu, na shida naona. Kwa hiyo kwako wewe walimu sio kwamba labda ilitokea, maana kuna wengine wanasema mimi sikuwa na nia ya kusoma walimu, imetokea tu bwana, nimechaguliwa. Wewe ulipenda? Nimependa kabisa. Wewe unaupenda walimu kutoka ndani ya moyo wako? Kabisa. Ni jambo zuri. Nimefurahi kusikia. Na ilikuwaje ndio umesomea walimu? Na target yako ilikuwa kwamba bwana, nimemaliza form 6 ninasoma walimu, nitaenda chuo kikuu cha Tumaini Makumira, au ilikuwaje? Mtu kidogo story hapo. Wakati natarajia kwenda chuo, nimeapply vyuo mbalimbali, nijaribu Dar es Salaam, nijaribu Dodoma. Lakini finally nikaja kuchaguliwa na Tumaini Makumira. Sio mbali na nyumbani, kwa nikaona bora nipunguze cost, punguze gharama. Sawa. Sasa hivyo vingine ambavyo ulikosa au ulichaguliwa, umesema chuo kikuu cha Dodoma, ulichagua kozi zipi? Walimu na mass communication. Walimu kwa sababu sasa hivi ndio nasoma. Mass communication, kwa nini ulipendelea kusoma mass communication? Hasa utangazaji utangazaji pia kuongea na watu. Ni kitu ambacho unapenda? Ndio. Na unakuwa una feel comfortable kabisa? Ni jambo zuri. Na sasa hivi nadhani uko mwaka wa mwisho, finalist. Unamaliza, unarudi mtaani, mambo ni mengi mtaani, si ndio? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi kweli bado tupo kwenye trend ile kwamba shauriwa sana wasomi tuende tukasome VETA. Lakini juzi nilifanya mahojiano na Profesa Sinkoro, akaweka wazi, nadhani kama umefuatilia ile video YouTube utaona namna ambavyo profesa ameeleza vizuri tu, na ametupa njia na amefafanua kwa upana zaidi. Sasa unarudi mtaani, nafikiria kwamba wewe una malengo gani? Unamaliza chuo sasa hivi, na sidhani kama unamaliza tuseme ajira ni moja kwa moja. Sasa hivi tunafahamu jambo la ajira ni changamoto kidogo. Wewe una malengo gani baada ya kutoka chuo hapa Makumira? Kwa sehemu kubwa natarajia labda nitolee shuleni. Ndio. Mwalimu wa Kiingereza na Kiswahili,
ikishindikana kabisa 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 nitafuga, maana nyumbani kuna mifugo ya kutosha. Ufugaji. Yeah, ikishindikana kabisa kabisa itabidi sasa nikaajiriwe labda urembo kidogo. Aha, umeongelea ufugaji. Ufugaji wa nini? Maana ufugaji uko mwingi, hata ndevu watu wanafuga. Naongelea ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku. Yeah. Ni kitu pia unapenda? Kidogo vile wapo. Kwa hiyo nyumbani wapo, nadhani ukimaliza chuo mambo yasikwenda vizuri, kama ulivyosema utarudi nyumbani ufanye ufugaji. Lakini pia umeongelea swala la urembo. Umependeza kwanza. Asante. Hongera. Asante sana. Unapenda masuala ya urembo? Kabisa. Kwenye urembo kwenye nini sasa? Maana urembo ni mpana. Urembo kwenye ngozi, kwenye kucha, mavazi. Masuala ya glowing, wanasema glowing. Siku hizi na glow skin. Sawa. Sasa nimekuelewa hapo, kwa hiyo kwamba una malengo tayari umeonyesha, una plan A, labda nitatafuta shule, plan B ndio hizo nitaenda nyumbani kufuga, lakini masuala ya urembo na mambo mengine. Jambo zuri. Na vipi kuhusu maana unakuwa vipi kuhusu sasa imetokea masuala ya nini, tunaelekea umri wa kuolewa, kuoa, tumekuwa sasa, nataka nikuulize kitu kwanza. Una mahusiano? Maana hilo ni jambo muhimu na jambo nyeti kwa vijana. Sina mahusiano. Ni kweli usije ukao unaharibu ndoa yako bwana? Hapana, sina mahusiano kabisa. Sawa, huna mahusiano. Na una feel comfortable kuishi hivyo bila kuwa na mahusiano, au kuna changamoto unapata? Kuna changamoto yoyote kukosa mahusiano, na niko comfortable kabisa. Na maisha yanaenda vizuri tu, wala huna shida? Yeah, kabisa. Sasa unamaliza chuo na inatokea mtu anakuja anasema, bwana Siti, mimi nataka nikuoe. Labda kumaliza chuo tayari na degree yako, mimi nataka nije nikuoe. Kwanza uko tayari? Unakumaliza chuo anatokea mtu anatakaje kuoa, upo tayari? Ndio, ni bahati, nitapokea bahati. Lakini kama tutaelewana, unajua maana kumaliza chuo na kuolewa sio matarajio yangu wala malengo yangu kabisa, sababu nataka niendelee kwa hatua 1 2 3. Kama naye atakuwa tayari kupatisha zile hatua natarajia nitaolewa. Kama kutakuwa kuna kifungo kwamba nikiolewa sitafanya hivi na hivi, sitaolewa. Umejibu kwa kujiamini. Au una backup? Kuna maana nyinyi watoto wa kike bwana, tofauti na sisi sisi ngome ikikataa imekataa, maisha ikikupiga kweli anakupiga hasa, tofauti na nyinyi. Sina backup zaidi ya baba mdogo, dada, familia ya. Sawa. Na sasa ndio mmekubaliana na huyo mtu, mahari yako inakuwa vipi? Labda vijana wajue, usikute kuna wengine sasa wanajipanga bwana, tunataka tukamuoe Siti, mahari yako inakuwa vipi? Kwa mila na desturi nitafuata mahari ya mila na desturi. Za kwenu? Yeah. Bana, nilitegemea atasema mahari itakuwa milioni ngapi, lakini yeye amesema kutokana na tamaduni zao na mila zao atafuata hivyo. Ndio. Nashukuru kwa muda wako Siti, na nashukuru umekuwa muwazi kwa namna ulivyoelezea. Ni jambo zuri kama kijana. Je, una jambo lolote la kuambia vijana wenzako ambao wanakwenda kumaliza chuo sasa hivi, kama wewe ambao umesema plani zako zitakuwa utafute shule ufundishe, ikishindikana urudi nyumbani ufanye ufugaji, masuala ya urembo? Je, una kipi cha kuwashauri vijana wenzako, hasa mabinti? Karibu. Asante kwa ushauri. Labda nishauri binti mwenzangu kumaliza shule ama chuo sio kuolewa wala kurudi nyumbani kwa wazazi kutegemea. Ni mlango mwingine unaenda kufungua, kujitafuta na kutafuta ndoto zako, kutumia taaluma yako kama zaidi. Kubwa tu kusali. Ongelea swala la Mungu. Mungu ni muhimu sana. Vijana wenzangu, washauri jambo la msingi sana. Nashukuru. Nilikuwa na Bibi Siti hapa, Yasini, na tumeongea kwa ufupi tu, lakini masuala mbalimbali ambayo kifikiria sana, tumegusa mambo mengi kwa muda huu mfupi. Ulikuwa nami Frank Wihanji.
katika kipindi hiki kifupi cha mahojiano ya NGV, yani Next Generation Voice, kipindi ambacho ni maalum kwa ajili ya vijana kuangalia malengo yao, maisha yao, kesho yao itakuwa vipi, na masuala mbalimbali na changamoto wanazopitia katika jamii na masuala mbalimbali ya kiutamaduni. Hapa utajifunza vitu vingi kupitia vijana wengi wa Kitanzania. Asante, karibu YouTube channel, jina la Frank Wihanji. Subscribe, like, comment, share. Asante.